kumuoa Ramadhani ikipita, lakini watu wanakuangalia tu baba. Okay, Diamond alituahidi ataoa, lakini pale mtoto na ngoma kuna kule ndani inaonekana kama anasema maneno ya kurudishiwa barua na nini, watu kama wana connected dots. Kwanza kabisa kuna regrets zozote ambazo unazo kutokana na kuweka wazi mahusiano yako na msanii wako, lakini pia swala la ndoa. Sisi tunatamani tuone mnatuheshimisha kwenye hii Bongo Flava kwamba alikuwa na mahusiano na msanii wake na walifanikiwa kuoana. La kwanza. La pili, nimetamani kujua kama sisi tunakuona ukiwa na hali nzuri muda wote, hatujui maisha yako behind. Nimesikia story kuhusiana na msanii mmoja kutokana na kazi zake na nini, distribution company walimdhulumu na vitu kama hivyo, ana depression sana. Natamani kujua Diamond, ambaye tunakutegemea utufikishie muziki wetu mbali zaidi. Kuna kipindi ulipitia depression, labda pengine watu walikuwa wafahamu, ulikuwa na kipindi kizito sana ambacho kilikufanya pengine usiwe kawaida kama ambavyo tumekuzoea. Lakini sisi hatujui, tunaendelea kukudai ngoma, tunaendelea kukudai uonekane sehemu fulani. Kuna kipindi kizito kama hicho umepitia? Katika maisha ya mwanadamu yote ambaye ana ndoto, ana akili, ana malengo, lazima kuna nyakati nzuri na nyakati mbaya. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida tu. Nadhani sisi miongoni mwetu wote hapa, kazi zetu hizi ambazo tunataka tufike tuwafanye, lazima sometimes zitatuvuruga. Sasa wewe unaichukuliaje mwenyewe inapokuja hiyo? Unaichukulia kama depression au unachukulia kama Mwenyezi Mungu kuna kitu anakuongoza? Mimi katika maisha yangu sijawahi kujuta kitu, sijawahi kupata depression, sijawahi mimi kile jambo lolote tunaona kama hii jambo lina sababu, lazima nilipokee na niligeuza kuwa fursa. Kwa mfano, nakupa mfano, wakati sisi tumepata kipindi kile kwa almost media zote zikazicheza nyimbo zetu, naenda pale tukawekewa kuna changamoto na watu fulani wakatengeneza mambo ambayo wakajiorganize kwa nyimbo zetu zicheze. Sasa ningekuwa na akili mbovu ningeamua kuchoka mimi depression. Sasa nimechanganyikiwa, si tukaona kama wametugania tutafute namna tufungue chombo chetu, maana fursa ni Mungu anakupa fursa, kabaisha kwa fursa na Mwenyezi Mungu anabariki. Sasa tuna chombo chetu ambao tukiwa tuna agenda zetu tunapitisha hapo. So ni namna tu maisha mtu kuyachukua, kwa sababu ni kitu cha kawaida. Ukiangalia kwa kila mwenye imani, Muislamu, Mkristo, mitume yetu wenyewe wamepitia mambo kibao. Kwa ni kitu cha kawaida tu, na mimi nawashauri vijana wenzangu wasipokuja tatizo usilibebe kama tatizo. Yaani chukua tu kama ni kitu cha kawaida, ni fursa angao unapinduka nao vipi. Kwa sababu hii press sasa sio ya mabwana, sio vema kuzungumzia. Nilikuwa naomba jamani pia msisahau kwa nini tuko hapa. Kwa hiyo tuongelee kuhusiana Pepsi na Diamond pia. Asante kwanza kwa kunipa fursa hii. Mimi ni Togabi, Tanzania kutoka Global TV. Kwanza hongera sana Platinum Diamond kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya kila siku kwa kuaminisha dunia kwamba Tanzania tuna vipaji vikubwa sana. Lakini pia hongera kwa Pepsi kwa kuendelea kumwamini Diamond Platinum. Swali langu la kwenda kwa Diamond, wewe ni balozi wa kampuni mbalimbali, of course makampuni ya vinywaji. Huku kuna bia, huku kuna soda, kwa maana soda ya Pepsi. Unawezaje kuwaweka mashabiki zako kwenye sehemu moja na kuhakikisha kwamba hawapinduki na kazi inaendelea? Swali zuri sana. Unajua, miongoni mwa vitu ambavyo lazima tukubaliane navyo, hapo mnanisikia? Miongoni mwa vitu ambavyo watu lazima tukubaliane navyo katika maisha, kuna watu design mbili tofauti. Kuna wao ambao wanapenda kunywa pombe, kuna wao ambao hawataki pombe. Kwa mimi jukumu langu, kama wewe unajijua kabisa sio mtu wa pombe, hii ndio kinywaji sahihi cha wewe kunywa Pepsi. Fungua zako, kama unasikia nagoje, unagonga. Umesikia vipita? Ila kama wewe mtu angano, karibu seketi. Sio, umeelewa? Kwa hiyo dunia lazima tukubali, dunia ipo hivyo. Yaani tusipinge katika hilo. Dunia ilivyo na kingine ilivyo sasa. Umeona hii Pepsi ilichagua tu kinywaji ambacho kwa watu ambao watumii. Lakini unapogonga vile vianda ambavyo vina spiriti, lazima uchanganyie.
Ukigoma vile vianda, unajua vile vianda kizungumzeo. Mwenzake ndio huyu, usichanganya na kitu kingine. Utajichanganya. Kitu. Si umeelewa hapo? Watu tunachokosea kutokubaliana na ukweli. Lazima kubaliana na ukweli. Kuna wanawake, kuna wanaume. Kuna warefu, kuna wafupi. Kuna wembamba, kuna wanene. Useme toto tu wanene, sasa hiyo haiwezekani. Mungu hajaumba tu hivyo. Kimsingi ni kama nakaba kote kote. Mimi naitwa Vido, natokea ITV na Plus FM Amplifier. Swali langu kwanza naanzia kwa Pepsi. Diamond wakati anaongea amesema ya kwamba ilikuwa sio rahisi zamani kwa brand kubwa kama za vinywaji za Pepsi kumwamini msanii na kumtumia, sio? Sasa hivi imekuwa rahisi kupitia Diamond tunaona. Je, imani yenu kwa wasanii wengine wachanga, wasanii wengine ambao wanafanya muziki mzuri, wana trend na wana fans, wana namba kubwa sana kwa Tanzania kama Singeli, kuwatumia kwenye brand ya Pepsi kwa sababu wanywaji wa Pepsi ndio wao wa Tanzania, ndio wao watu wa mtaani. Je, kuwatumia wao kuwapa nafasi kutumia brand ya Pepsi wakaonekana zaidi? Lakini la pili hapo tulishakuuliza Diamond kuhusiana na issue ya kupata collab na baadhi ya wasanii ambao wanatumia na Pepsi duniani. Na hilo ndio mlivyokelea, lakini so far mpaka mnaendelea kufanya kazi na Diamond hatuioni hiyo. So mipango yenu ikoje kwenye kuwashirikisha wasanii wakubwa, wachezaji wakubwa na mastaa wakubwa duniani ambao wanafanya kwenye Pepsi, kumuona Diamond naye pia huko au hata wasanii wengine kutoka Tanzania kwenye collab hizo? Hilo ni upande wa Pepsi. Nikirudi nimefurahi kumuona Salamu na Diamond leo, waonekana vizuri kabisa baada ya story walipambana na nini. Labda kama Diamond anapenda kuliongelea ilikuwaje na wamemaliza vipi, kumanage wao wote wana radio, Diamond ana radio, Salamu ana radio, wanawezaje kufanyaje kazi kwenye hiyo, watu wanapokubanisha mitandaoni wanafanya vipi? Swali mazuri sana. Nikianzia kwenye Pepsi pia nitawajibia kwenye kipande kidogo. Unajua uhalisia wa ukweli, sisi tuna tabia moja. Unapopata nafasi yoyote lazima ikazae matunda. Lazima ukazae matunda kwa sababu sio tu kwa sababu unajua kuna wachezaji, sio kwa sababu unajua kuna muziki, ukataka umefanya kazi na Pepsi leo, kesho wewe uingie pale, umejiandaa. Unaelewa hivyo? Sisi tunapendaga kama tukikutana na mtu fulani, tukifanya project hiyo ni yenye mafanikio. Kwa hiyo kuambia ukweli wa haki kabisa, wachezaji, wanamuziki, hizo access zote sisi Pepsi wametupa sana. Labda niambie partnership yetu sisi na Pepsi mimi washanambia paka ni wanitengeneze cheni ya Pepsi. Na sio hela ndogo, hela nyingi sana. Cheni za almasi, hela nyingi inakuwa. Kwa hiyo kwenye access hizi ni kitu kidogo sana, lakini lazima tuzitumie katika namna ambazo baada ya kuzitumia zilete matunda. Kwa hiyo sisi kama lebo kujikamilisha kama mtu fulani tunataka tufanye jambo fulani. Tufanye jambo fulani. So tukiwa tumejikamilisha kwa hiyo tutafanya. Tukija katika Mendes na Diamond, sisi kwanza kila siku tunasafiri. Sio tu ile tunatoana kila siku. Na kwenye jambo lote lenye mafanikio hapakosi maneno ya watu. Lazima tukubaliane nayo. Lakini pia kwa jambo lote la mafanikio, kuvurugana tu ndani ni jambo la kawaida, tutavurugana. Ila sisi hatujui kwa mvurugano wa kijinga. Mivurugano yetu ni tunafanyaje tufike mbali. Yaani sisi tunaweza kwa mivutano, nataka nitafuta siku nzima anipate. Hapatikani kwenye zile, unajua hivyo. Lakini kwa baba mkana rekodi. Yaani unaelewa hivyo, hatunaga mivurugano ambayo haina mantiki. Ni mivurugano ya kimaendeleo au mpishano wa kimaendeleo, sio tu no. Unaona sisi kwa mfano vyombo vyetu ni vyombo, yani vyombo familia, vyombo rafiki. Na unaona kunapokuwa vyombo, sisi especially kama mimi kwangu ni faida zaidi kwa sababu na chombo kingine ambacho nina guarantee nacho kwa namna moja au nyingine itanibeba, itanijenga. Kibinadamu ndio kwa hivyo. Yaani itanifichia madhaifu yangu, itanifichia aibu yangu. Sasa si binadamu, sio muda wote tunapatia. Unaelewa? Kwa mnapoongeza vyombo, maana yake mnaongeza nguvu, mnaongeza mafanikio. Kwa sasa nyinyi nategemea wenyewe kwa akili zenu, mnalipokeleaje hilo? Mnalipokea positive au mnalipokea negative? Kwa hiyo tuna malinki, tuna makapitali. Yaani ukifika pale, ushaona mimi kiingia linki pale kama nina Isa. Wanajua pale nikiingia. Yaani cha nyumbani. Nikiingia kapitali, cha nyumbani kwa meneja yake hapa. Sio mimi kwa makini. Nikifika pale, yani the way wanavyonipokea, the way unaelewa hivyo, tunataka mafanikio, tunataka kubadilisha mitazamo ya watu waelewe kwamba
mafanikio yanajengwa kwa nia chanya za watu wa pamoja. Kwa sababu nyuma tumetengenezewa sana mazingira kwamba mtu akifanikiwa chake afiche. Ujiona maisha mtaani yalivyo, mtu akiona kitu yani mtu anaweza kajenga asikwambie. Haya mambo ya kizamani. Ndugu yangu, kama wajenga niambie, kama na cement nikuchangie au kama na ushauri nije kwako nipate. Kwa sisi tumeamua kwenda dunia sasa inavyoenda, na Mwenyezi Mungu anatubariki, tunafanikiwa vizuri sana.